Kama umekuwa ni mtu ambaye unakataliwa na watu kwa jamii yako inayokuzunguka, kama ni mtu ambaye umekuwa unakataliwa na watu katika fursa ambazo umekuwa unaziona na umekuwa unaendelea kuwafuata watu ili waweze kukupa fursa, lakini watu wameendelea kukatalia. Kama umekuwa unakataliwa na watu kwenye jambo unalolifanya, kwenye ndoto yako, kwenye kitu unachokiamini, watu wakawa wanakuambia wewe huwezi, wakawa wanakubeza, watu wakawa wanakuambia wewe wewe sio chochote. Ndugu yangu unayenisikiliza, usije ukavunjika moyo ukiona watu wanakukataa. Watu kukataa kuna sababu nyingi sana. Sababu ya kwanza inaweza kawa ni hawataki uwe mkubwa kama wao, au hawataki kwamba uwapindue kwa nafasi ile ambayo wanao wewe kwamba uichukue. Wanaweza kawa wanaokataa kwa sababu hiyo hapo. Sababu nyingine ya pili ambayo inaweza kana sababisha watu wakukataa au watu wakubeze ni kwa sababu kiuhalisia ni kweli wakawa wanaona wewe huna uwezo. Kiuhalisia ni kweli wakawa wanaona wewe bado hujafikia viwango vya kufanya kile kitu ambacho wewe unatamani ukifanya, au kwa kile kitu ambacho ungetaka wao wakupe hiyo fursa. Kwa hiyo watu kukataa kwamba wewe hauna uwezo, hauna fani, kweli inawezekana hujatimiza vigezo. Kwa hiyo usije ukawachukia watu wakiukataa. Watu wakiuchukia wanakuwa wanaangalia sababu nyingi sana kwamba huyu bado hajafikia level ya kufanya hiki kitu anachokiomba. Kwa hiyo sasa ninachokuja kumaanisha ni kwamba hivi, watu wakiwa na ukataa ni bora zaidi kuliko watu wakiwa na ukubali. Sasa watu wakiukubali ni kwamba wanakutengenezea mindset yako ya kujiona kwamba wewe tayari ushafanikiwa, wewe tayari ushaweza. Kwa hiyo wewe usije ukaogopa watu wakiukataa. Watu wakiukataa ni bora zaidi watu kuliko wakaukubali. Kukubalika na watu itakufanya ikupumbaze ubongo wako, ujione kwamba wewe kumbe unaweza. Lakini watu wakikukataa ndio wanakupa hasira zaidi ya kufanya uwazi kwa nini watu wananikataa. Watu wakikukataa wewe, tumia ule muda kufikiria kwa nini watu wamenikataa, wapi nina kasoro. Hata ukijikuta una kasoro usiache. Imradi tu wewe ni kitu ambacho unakipambania, pambana, focus hivyo. Lakini ukiacha kwa sababu wamekwambia huwezi, na ukakata tamaa na ukavunjika moyo, ndugu yangu, itakuwa ni ngumu sana kufikia ile focus. Itakuwa ni ngumu sana kufika katika future yetu. Sasa watu kutukataa ni bora zaidi. Kwa mfano, unajua mtu anaweza kawa ni mtaalamu mzuri, anaweza kawa ni fundi mzuri wa jambo fulani, anaweza kawa ana kipaji fulani kizuri, anafanya vizuri kwenye jambo fulani. Ukienda ukamsifia, ukamwambia unajua sana, hakuna mtu anejua kama wewe, unajua sana, ukishafanya vile umekosea. Ukishamsifia mtu kama hivyo umekosea sana sana sana, kwa sababu ubongo wake utaanza kulizika na kujiona kumbe najua. Sasa kwa watu wengi inashauriwa sana kwamba watu wengi wanaofanya vizuri tusipende sana kuwasifia. Ukimsifia mtu umeshamharibu mindset yake sana, umeshaharibu ubongo, kwa sababu binadamu kiasilia tuna tabia kulizika, kwa sababu mtu kitu anachokipambania. Kwa mfano leo hii, ili mtu aendelee kipambania kitu kwa nguvu zote, asiwe anasifiwa. Mtu kishamsifia umeshamloga, mtu kishamsifia umeshaharibu mindset yake. Ataanza kujiona kumbe mimi naweza. Na ndio maana utaga kama mtu alikuwa na kipaji cha kuimba, alikuwa na kipaji cha kucheza mpira, alikuwa na kipaji cha kuigiza, alikuwa na kipaji ambacho
kimekuwa kinaonekana kwenye jamii. Ukishamsifia tu umeharibu kila kitu kwa watu waliokuwa wengi. Japo wapo wengine ambao wakisifiwa wanakuwa watu, yani wanakuwa motivation na watu nani wengine, kwamba wengine wakisifiwa wanafanya bora zaidi, lakini wengine ukiwasifia unakumeua kipaji chao. Na ndo maana kuna watu au kuna misemo ambayo huwa inasema hivi: napenda niwe na maadui, au nahitaji maadui, au nahitaji watu wasionipenda ili kunipa nguvu ya kufanyaje, ya kunipush kwenda mbele, kwa sababu wale ndo wanaochangiaga, wale ndo wanaochochea mafanikio ya watu. Kwa sababu wewe ukiwa na watu wanaokuchukia utaanza kutafuta nandi zako zile nini, kasoro zako zile, au utaanza kutafuta njia ambazo za kufanya ufanye vitu vitakavyokuwa bora zaidi. Ndio pale sasa ambapo watu wanaanzaga kuyapata mafanikio. Kwamba yani unajua kuna ile, kwa mfano tu mdogo, kuna watu ambao wamezaliwa na vipaji vyao asilia. Wale watu mara nyingi hawafiki mbali, yani huwa wanaishia tu kusema vipaji. Yani ile mtu ukishaanza kumsikia mwanangu ana kipaji, na yeye mwenyewe akishajijua ana kipaji, na yeye mwenyewe akishajijua ni genius, mara nyingi huwa hawafiki mbali. Na ndio hata mashuleni tumeona kabisa kwamba kuna watu tuliwahi kusoma nao walikuwa na akili sana. Shangaa mtu alikuwa anaongoza yani kuanzia primary darasa la kwanza ni mpaka anakuja nafika wapi labda la 7 au wapi. Mara nyingi unakuta akienda sekondari wengi wao huwa hawafiki mbali, yani unakuta anaanza kuwa mtu wa kawaida. Lakini kuna mtu ambaye yeye anajua kabisa, anajiona kabisa kweli yeye hana uwezo mkubwa, anajiona kama sio genius. Wale watu akiamua kupambana, akiamua kufocus, aisee waga wanafika mbali sana. Nimeshuhudia sana wengi, unashangaa ni mtu alikuwa ni mtu wa kawaida sana, lakini kwa sababu yeye anajua hana kipaji, anajua hana kitu cha kupambania, kwa huwa inapelekea sasa yeye mwenyewe kuanza kujituma kwa nguvu zote kupambana, kwa sababu anajua hana cha kupoteza. Anajua yeye anaitamani sana kuipata nafasi. Kwa mfano mdogo tu, Ronaldo ameendelea kupata mafanikio makubwa sana kwenye mpira kwa sababu yeye baada ya kuona kwamba okay, inabidi mimi nipambane. Ndio Ronaldo ni mchezaji ambaye amepambana. Ule sio kipaji ule Ronaldo, yule pale ni nguvu zake ambazo zimeendelea kumfanya awe bora zaidi, kwa sababu ule anajua hana cha kupoteza. Kwa hiyo anatumia nguvu nyingi tofauti na mtu mwenye kipaji. Mtu mwenye kipaji yani yeye mara nyingi huwa wanagusa. Sasa kugusa kwao watu wenye kipaji vile, ile ndo huwa inawafanya wasifocus sana, yani wasipambane sana inavyotakiwa. Sasa hiyo ilikuwa ni moja ya kitu ambacho nimekiona sana kwa watu wengi, kwamba wakikataliwa huwa wanajisi hawana thamani, huwa wanaifanya. Lakini kukataliwa ni bora zaidi kuliko kukubaliwa, kwa sababu yani wewe hata hapo wewe kama kuna kitu nakifanya, mimi ningekuomba sana jua hiyo option ya watu kukataa. Waruhusu watu wanaokukataa wakupe chachu, wakupe hamasa ya wewe kuwa mkubwa. Lakini ukitengeneza kundi la watu watakokuwa wanaukubali tu, lazima itakupoteza. Kama unataka kufika mbali, penda sana kupata comment negative, penda sana kupata nani tofauti kutoka kwa watu ambao wakawa na mawazo ambao ni ya kukuchallenge, wakawa na mawazo ambao ni ya kukubeza, au ni watu bora zaidi. Hakikisha unaliweka hilo kichwani, hakikisha unalitunza, litaweza kukusaidia sana. Asante, naitwa Sam Focus. Better money, kesho focus. Asante sana, nashukuru.